Habari za asubuhi. Leo nimetamani sisi wazazi tukumbushane kitu. Si unajua mimi ni mwalimu na ninatamani, naomba Mungu anisaidie nianze kuwa naongelea baadhi ya vitu ambavyo sisi wazazi mara nyingi tumekuwa tukivikosea. Yaani tunawapeleka watoto wetu shule, tunalipa ada nyingi, lakini wakati mwingine kuna vitu vidogo vidogo tu ambavyo tunatakiwa tuwe tunawakumbusha watoto wetu. Unapomlipia mtoto wako ada anapokwenda shuleni, usiache kumkumbusha baadhi ya vitu vichache. Kwa mfano, mwambie mtoto wako ajipende. Yaani kujipenda sio tu kule kumwambia ukienda shuleni kaoge, hakikisha umevaa uniform zako vizuri, au wale ambao wako day ukitoka nyumbani wahi shule. Kuna vitu ambavyo unatakiwa kumfundisha mtoto wako kujipenda, yani kujua thamani yake na kujua thamani ya watu wengine. Lakini pia mwambie mtoto wako kwamba shuleni anapokuja anakutana na watoto wa aina tofauti. Kuna watoto ambao pia huwa wanabuli wenzao. Unakuta mtoto amekuwa bullied, amepoteza uwezo wa kujiamini kabisa. Mwambie mwanao apende kujisemea maneno mazuri, mwambie mwanao ana uwezo, mwambie mwanao yeye ni mtu wa pekee sana. Yaani anapokwenda shuleni yeye ni wa kipekee. Hata kama amekutana na wenzake 10, 15, 20, lakini bado yeye ana sifa za kipekee sana. Yaani tuwafundishe watoto wetu kujiamini toka wakiwa nyumbani. Unapomfundisha mtoto kujiamini toka anapokuwa nyumbani, akifika shuleni, anapokutana na wenzake, wala kwake sio tatizo. Anakuwa anajua yeye ni nani, thamani yake ni nini, ana nafasi ipi, ana uwezo upi, hata kama ana uwezo mdogo darasani. Yaani wewe mzazi ndio mtu wa kwanza ambaye utampa hamasa mtoto wako ya kujiona bora anapokuwa shuleni. Tunakutana na kesi mbalimbali. Unakuta mtoto mwenzie amembuli kidogo tu, amemwambia labda wewe ufai, au wewe una sura mbaya, au wewe una nini. Mtoto anachanganyikiwa kabisa, yani mpaka anaona kama maisha hayawezekani. Na tuwafundishe watoto wetu. Unajua mtoto anapotoka nyumbani kwenye mlango wa mtu, tunategemea yule mtoto amefundishwa maadili. Hivi mzazi, mtoto wako anakuja shuleni, anakujaje kubulu mwenzie? Anakuja shuleni, anakujaje kumuibia mwenzie? Anakuja shuleni, anakujaje kumtukana mwenzie? Anakuja shuleni, anakujaje kupigana na mwenzie? Yaani anaendaje shuleni kupigana na mwenzie? Maana yake sasa ametoka nyumbani. Kwa hiyo wewe mzazi, ukitaka mtoto wako apate malezi mazuri anapokuwa shuleni, ukitaka mtoto wako awe azungukwe na marafiki wazuri anapokuwa shuleni, hakikisha na wewe mtoto wako umemwandaa katika mazingira hayo hayo. Aende akawe mwema kwa wenzake, aende akawe mtoto mwenye maadili mazuri, aende akawe mtoto mtiifu, awahi shule, atimize wajibu wake anapokuwa shule. Nyumbani ndio msingi wa kwanza wa kumtengeneza mtoto. Hizi habari za kutupigia simu mwalimu, unasema mimi mtoto wangu amenishinda mwalimu, hebu pambana naye. Yaani wewe ndio umemzaa, unasemaje mtoto wako amekushinda mwalimu apambane naye? So mimi naamini, mimi mwalimu nakuja kufanya kwa sehemu yangu, lakini kwa asilimia kubwa wewe mzazi umeshafanya nyumbani. Wewe mzazi umeshatengeneza mazingira mazuri ya mtoto wako nyumbani. Usimsakizie mwalimu. Yaani mtoto uliyemzaa wewe mwenyewe umemshinda, unataka mwalimu aende akafanya mabadiliko. Yepi. Wazazi tusijisahau. Ndiyo, walimu wana kazi ya kubadilisha watoto, walimu wana kazi ya kuwapa elimu watoto, walimu nao ni binadamu, lakini anza wewe mzazi. Yaani anza kuona uchungu wa mtoto wako wewe mwenyewe, kwamba mimi naenda kulipa ada, mimi natoa gharama za mtoto wangu. Sitamani mtoto wangu awe mtoto ambaye ni kila siku naitwa kwenye makesi. Kila siku naitwa kwenda kutatua kesi za mtoto wangu, leo kafanya hivi, leo kavuta bangi, leo kapiga mwenzake, leo katukana, leo. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati mwingine sisi wazazi tumekuwa na vitu vingi sana vya kijamii vya kutafuta. Mzazi anakuambia mimi napambana mwalimu, natafuta, ndio maana nakosa muda wa kumwangalia mtoto, si nini. Sasa unamtafutia nani my dear? Sawa? Mimi sikatai, wote tunatafuta, wote tunapambana, kila mtu anatafuta, kwa sababu hakuna mtu ambaye ametosheka pale alipo, anapambana. Lakini ukiwa unatafuta, kumbuka unao watoto. Na nadhani pia tunatafuta kwa sababu ya hawa watoto. Waweze kula vizuri, waweze kuvaa vizuri, waweze kupata hizo ada, waweze kuishi maisha mazuri. Ndio tunapambana kwa sababu hiyo. Lakini tukumbuke kwamba hawa watoto ni wajibu wetu.
na mtoto wanasema kwa mzazi hakui. Leo sisi ni watu wazima, lakini wazazi wetu mpaka leo bado hata akikupigia simu umekula mwanangu, leo unajisikiaje, mbona hiyo sauti sijaielewa. Mzazi anatamani kufahamu, na ni wewe ni mtu mzima, una maisha yako, una nyumba yako, una kila kitu, lakini bado mzazi anatamani kujua unaendeleaje, leo ukoje. Why? Na sisi kwa watoto wetu. Kwa mimi leo nimetamani sana kuwakumbusha wazazi, au tukumbushane wazazi, kwamba hawa watoto tusiishie kuwalipia ada tu, tuangalie pia misingi itakayowasaidia kuendelea kuwa watoto wazuri mbeleni. Umempeleka mtoto shule, mzazi unakuja shule, tunakuuliza mtoto wako anasoma darasa gani? Mtoto wangu anasoma form 1. Form 1 gani? Hata sijui. Why? Hakikisha unafuatilia maendeleo ya mtoto wako, hakikisha unafahamu baadhi ya walimu ambao wanafundisha mtoto wako, hakikisha unafahamu mazingira ya shule ambayo umempeleka mtoto wako. Una relax tu, wewe unatoa ada tu, umjui mwalimu wake, ujui shule ikoje, ufahamu chochote kinachohusiana na shule. Mzazi umepumzika. Alafu unalalamika mtoto wangu hajafanya vizuri. Ile shule ni mbaya. Maana kuna tabia mtoto akifeli, shule ile sio nzuri. Shule sio nzuri. Na walimu wabaya bwana. Walimu wote tumeumbwa kusaidia watoto, kufundisha watoto, kuwalea watoto. Hakuna shule mbaya. Kwa hiyo hakikisha unamsaidia mtoto wako kuwa vile ambavyo wewe unatamani. Mzazi ndio mlezi wa kwanza. Mzazi ndio kiongozi wa kwanza wa mtoto wako. Mzazi ndio kila kitu. Huwa nasema kila mtu akifungua mlango wa nyumba yake akatoka mtoto mwenye maadili, hatuwezi kupata watoto wenye matatizo huku barabarani. Ina maana watoto wetu wote watakuwa watoto ambao wanayo maadili mazuri ambayo sisi wazazi tumewaelekeza. Kwa hiyo mimi nimekumbusha na nitaendelea kukumbusha kidogo kidogo ninapopata nafasi, kuhusiana na namna ambavyo wazazi tunapowapeleka watoto wetu shule, basi tuhakikishe tunafuatilia na mambo mengine. Tusishie tu kulipa ada. Unakuwa mlipa ada tu. Sawa, unaweza ukalipa ada, lakini kumbuka pia mtoto anahitaji malezi. Malezi bora ambayo yatakuja kumsaidia baadaye kuja kuwa mtoto mzuri. Hata kama leo unamuona mtoto wako ana mapungufu, anaweza kusaidika. Maadamu mzazi yupo, unaishi, mtoto anaweza akasaidika, mtoto anaweza akabadilika. Huwa najisikia vibaya sana ninapomuona mzazi anasema, mwalimu, mtoto wangu amenishinda. Mtoto wangu amenishinda mwalimu, nisaidie, madam, pambana naye tu, we mwelekeze tu. Kwa nini akushinde? Tusikubali watoto wetu watushinde. Tuwatengeneze kwa sababu wao pia wanatusikiliza sisi. Wao pia wanaona mifano kutoka kwetu. Yani wewe mzazi ulivyo ni mfano bora kabisa kwa mwanao. Hata kama umwambii kitu, vile anavyokuona wewe ukiishi, vile akikuona wewe unapambana, vile akikuona na wewe kuna namna ambavyo unafanya kwenye mazingira unayoishi, na yeye atachukua hiyo atakuwa nayo, atakwenda kuishi huko mbeleni. Kwa hiyo wazazi, tusishie tu kulipa ada. Hebu tuangalie pia namna nyingine ya kuwasaidia watoto wetu ili waende wakawe viongozi bora baadaye, waende wakawe wafanya biashara bora baadaye, waende wakawe msaada kwa jamii baadaye, waende wakawe watoto ambao sisi tunajivunia. Hakuna mzazi ambaye anasaidia mtoto wake alafu ategemee kuja kuvuna mbegu mbaya. Ukiona mzazi anapambana kumsaidia mtoto wake, manake anaamini hata kama asipokuja kukusaidia wewe baadaye, lakini anaweza akakuletea sifa nzuri wewe baadaye huko kwenye jamii. Kwa hiyo leo nimetamani tu kuwakumbusha wazazi wenzangu, tukumbushane, tusijisahau sana kuhusiana na watoto wetu. Tusijisahau, tuwasaidie waweze kuja kuwa mbegu bora hapo baadaye. Asante.